بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألقى بها ربي. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا محمد رسول الله. سيدي يا حبيب الله، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت الأديان من العدم. سيدي يا خير الوجود، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت به الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى يأتيك اليقين. سيدي يا حبيب الرحمن، تركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله وإياكم من النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، لأن تقوى الله هي خير وسيلة نتقدم إلى خالقنا يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Ndugu wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kupata taratibu sahihi wa kumswalia na kumtakia rahma kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nikuhusieni pia na kuihusia nafsi yangu katika jukumu zima la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiyo jahazi pekee ambalo kwamba litakalomvusha mwanadamu na siku ambayo kwamba haitamfaa mwanadamu mali yake wala watoto, isipokuwa ile ambayo kwamba alirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika na mabaya, na moyo ambao kwamba ulioepuka machafu ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ndugu zangu katika imani, katika Ijumaa yetu ya leo ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulqaada, tukielekea insha Allah taala kwa utakaojaliwa umri, tukielekea Dhulhijja, mwezi wa 12 wa Kiislamu, ni vema leo tukumbushana mmoja katika maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema, inna fi ayami daharikum lanafhatin ala fata'arrafu laha, hakika katika masiku ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao kwamba mimi mnayo, ndani ya masiku hayo pana nafha, pana bonasi, pana ofa za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawapitishia wanadamu kwa lengo la kuwasafisha machafu ambayo kwamba na makosa ambayo kwamba wameyatenda katika maisha yao. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kifutio hicho ikiwa ni sehemu ya kufuta makosa ambayo kwamba wanadamu aliyeteleza kwa kujua ama kwa kutokujua. Moja katika nafaa hizo ni kuwepo mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni nafaa katika nafaa za Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katika nafaa hizo ni mwezi wa Shawwal, ambao ndani yake tunapata Shawwal, zile siku 6 kuzifunga ni sawa sawa na mtu ambaye kwamba aliyofunga mwaka mzima. Lakini pia moja katika nafaa hizo ni nafaa za kufika katika mwezi wa Dhulqaada. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Katika idadi ya mwaka mmoja, ndani ya mwaka mmoja Allah subhanahu wa ta'ala anasema
pana miezi 12 ambayo kama miezi hiyo inaunga mwaka mmoja, na ndani ya miezi 12 pana miezi 4 ambayo kama ni mitukufu kuliko wenzake. Mtume Muhammad akaitaja kwa tafasili nzuri, akasema na Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram wa Rajab Mudhar ma baina Jumada wa Shaaban. Tunakasema ni Dhulqaada ni mwezi mtukufu na Dhulhijja ni mwezi mtukufu na mwezi wa Muharram mwezi wa kwanza Kiislamu ni mwezi mtukufu. Kisha akasema wa Rajab Mudhar ma baina Jumada wa Shaaban, na Rajab ni mwezi mtukufu ambao unapatikana kati ya mwezi wa Shaaban na mwezi wa Jumada. Miezi kama hii mitukufu ni miezi mikubwa sana. Allah akaahidi akasema na kutuelekeza sisi, fala tadhlimu fihinna anfusakum, wala msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo. Wama dhalimu nafsu hadha, ni namna gani kudhulumu nafsi katika miezi kama hii? Ulama wakasema kwamba kudhulumu nafsi ni kile kiasi cha mja wa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya miezi mitukufu kama hii akawa anafanya machafu na maovu ya kumkera Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akafanya machafu na maovu ambayo yamkasirisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini pia akafanya maovu na machafu ambayo kwamba huenda yawakera wanadamu, na wanadamu wanapokereka anakereka Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika namna ya kudhulumu nafsi katika miezi kama hii ni kule kuacha zile awamir, maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini pia vile vile kaacha ibadati ambazo ni muhimu na ni wajibu kwa kufanya. Miezi kama hii usidhulumu nafsi yako, bali ni miezi ambayo kama Muislamu na mja wa Allah subhanahu wa ta'ala takiwa kukimbilia zaidi, kwa sababu ni nafha min nafhatillah, ni moja katika bonus, ni katika ofa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwani zikipita haziwezi kurudi tena, na zikirudi huenda zikakuta wewe haupo katika ule ubora wa afya ama katika ubora wa utendaji. Inawezekana ukaipata Dhulhijja, ukaipata Dhulqaada, ukaipata Muharram ya mwaka huu, lakini mwakani ukaipata tena, lakini ukaipata katika hali ambayo kama afya yako haiko nzuri. Ahbaba Rasulillah, kwanza nafsi yangu na kwa usiri nyie pia, nafa za Mwenyezi Mungu tuzikimbilie na ofa hizi. Kwa sababu ya nini? Hatuna muda, hatuna maagana Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tutakepo mpaka kesho au mpaka siku nyingine. Anwani ya hutuba yetu leo yazungumzia juu ya ubora wa hija na wajibu wake. Ikhwa, moja katika ibada kubwa ni ibada ya hija, na hija ni pale Allah aliposema walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila, na Allah subhanahu wa ta'ala atoa maelekezo kama na watu ni waelekee kwa Allah katika ibada ya hija kwa yule mtu ambaye mwenye kuiweza kufanya ibada ya hija. Ibada ya hija ni katika nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, lakini ibada ya hija ni ibada ambayo kwamba Mtume Muhammad anatuambia kwamba atakayepata ibada ya hija, Mtume anasema al-umra ila al-umra tukaffiru ma bainahuma. Umra hii utakayofanya wewe Muislamu katika viwanja vya Makka na Madina, na ukafanya tena mpaka umra nyingine, katikati hapa madhambi yako yote yanasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume akasema wal hajj mabrur, na hija ambayo kwamba iliyokubalika, wal hajj mabrur, na hija ambayo kwamba iliyotimia, na hija ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayokubali. Laysa jazaa illa aljanna, mtu huyu laysa lahu aljazaa illa aljanna, mtu huyu mbele Allah subhanahu wa ta'ala hana malipo mengine isipokuwa ni pepo peke yake. Mtu ambaye kama aliyopata al-umra ila al-umra tukaffiru ma bainahuma, umra hii mpaka umra nyingine ukiipata, hapa katikati yake madhambi yako Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakusamehe madhambi yako yote. Na Mtume akasema wal hajj mabrur, na hija ambayo kwamba iliyokubalika, hija ambayo kwamba iliyofanyika kwa ibada sawa sawa, kwa nguzo zake sawa sawa, kwa sunna zake sawa sawa, na vitu vyake vikachinjwa sawa sawa, ambaye ndani yake haina machafu yoyote ndani ya hija ile. Mtume anasema laysa lahu aljazaa illa aljanna, mtu huyu hana malipo mengine mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni pepo. Na ni jambo gani ambalo kama mwanadamu Muislamu atarajia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala zaidi ya pepo? Mwanadamu hana lolote kama kwa Allah yohitajia, ahitajia apate janna, apate utulivu, kwani mwanadamu hawezi kustahimilia moto wa jahannam wal iyadhu billah. Uzao katika imani, muda huu unatosha kudhamiria na kuweka nia katika ibada ya hija, na muda huu unatosha uweze kwenda katika ibada ya hija. Unao uwezo. Mmoja katika mambo ambayo kwamba
mwanadamu anaweza kukosea, anao uwezo wa kwenda hija, anao uwezo kufanya ibada ya hija kwa gharama zozote, anao uwezo, lakini mtu huyo hana muda kufikiria ibada ya hija, ana uwezo kutanua kibanda kingine, anatanua biashara, atanue viwanda, lakini haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye Allah alimpa zile mali ni sehemu ya kitu kidogo sana. Na Allah anapoona waja wake wanakuja katika viwanja vya Makkah na Madina, akaona waja wake katika viwanja vya Arafa, sehemu kama zile Allah yafurahikia, anaona mja wangu nimempa mali, nimempa neema, nimemnima yule nikampa yeye, na yeye leo anaamua mwenyewe kurudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Na ile ibada ya hija haina nafaa kwa Mwenyezi Mungu, ibada ya hija haina maslahi kwa Mwenyezi Mungu chochote. Ibada ya hija yarudi malipo yake ni kwa kweli mja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad anasema kwamba wal hajj mabrur laysa lahu al-jazaa ila al-janna. Mtu atakayefanya ibada ya hija ambayo kwamba iliyokuwa sawa sawa, iliyotimia, ambayo kwamba haina makosa, hana malipo mtu huyu zaidi ya pepo. Ni wangapi leo wanao huo uwezo ibada ya hija na hawajapata kwenda hija? Ndugu zangu, hujachelewa, muda bado unao. Mtume Muhammad katika hadithi sahihi alipoulizwa, hadithi ilipokea mama Aisha ummul mu'minin radhiallahu ta'ala anha, aliulizwa ya Rasulullah, ayu a'malin afdalu inda Allah, ni amali gani ambayo kama yapendeza kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lau nikifanya hiyo ni bora kuliko na amali zingine, na nikifanya Allah anaipenda kuiridhia? Mtume Muhammad akasema aljihad fi sabilillah. Mwanzo alianza kusema kama al-imanu billahi wa rasuli, kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la pendezana kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kisha akauliza thumma madha ya Rasulullah, kisha jambo gani lapendeza kwa Mwenyezi Mungu? Mtume akasema al-jihad fi sabilillah, ni kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ukiwa sawa sawa imara kwa dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwisho akasemaje? Wal hajj mabrur, na hija ambayo kwamba ndani yake ni sawa, na hija ambayo kwamba ndani yake ni bora, ile kupeleka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mambo haya matatu yapendeza kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada ya imani kwa Mwenyezi Mungu Muhammad, na baada ya jihad fi sabilillah, na baada ya hapo inakuja ibada ya hija, ibada ambayo kwamba leo ni ngumu kwa Waislamu wanakuwa wengi. Mtu anaweza kujenga nyumba ya milioni 50, milioni 40, lakini milioni 10 mpaka milioni 7 mtu hawezi kwenda kufanya ibada ya hija. Anaona nikizitoa hizi haziwezi kurejea, nitakuwa nimezitupa. Kumbuka wakati unazitoa kwa Mwenyezi Mungu, wewe ni mtu ambaye kwamba anakusafika. Katika hadithi za Mtume anasema kwamba mtu ambaye kwamba atakayefanya ibada ya hija ambayo kwamba man yahuj falam yarfuth walam yafsuq yarji'u kayawmi walatuhu ummu. Mtu ambaye anafanya ibada ya hija, hakufanya uovu viwanja vya hija, hakufanya uchafu hija, na hija ikubalika, anarudi katika nyumba yake, katika mji wake sawa sawa na yeye kana kwamba amezaliwa katika tumbo la mama yake mzazi. Siku aliyozaliwa hana chochote katika madhambi. Ibada ya hija kusafisha kiasi hicho, ndugu zangu. Lakini nyumba uliyojenga wewe kwa fedha zilizokuwa nyingi, nyumba uliyojenga kwa mikopo, nyumba uliyojenga kwa sababu ya biashara zako, yote hayo ni moja katika jambo zuri sana, lakini nyumba ile ile waweza kuja watu pale wakafanya machafu ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wao ni sehemu ya share yale madhambi pale. Lakini hija, unapokuwa katika ibada ya hija, kwanza unaadhimisha sha'airullah, na Allah anasema wa may yu'azzimu sha'airallah fa innahu min taqwa al-qulub. Yule mtu ambaye kwamba atakayeadhimisha, atakayetukuza, atakayezifanya bora tena alama za Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu min taqwa al-qulub, huo ndio ucha Mungu ambao kwamba uliokuwa umenyoka sawa sawa moyo. Waislamu wangapi ndugu zangu, tunakumbushana kwamba baada muda unaturuhusu ndugu zangu, ibada ya hija haiko mbali sana, muda hauko mbali sana. Unaweza kujipanga na ukafanya ibada hiyo, na huenda na muda hapo wa mwisho huo baada ya hija. Wangapi tumewaona wameenda hija na Allah akachukua uhai wao kule kule, na wangapi tumeona wameenda hija baada ya kurudi tu Allah akachukua uhai wao, wameondoka katika hali ambayo kama hawana madhambi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mujibu wa hadithi sahihi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadallah ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba lam yaqtum al-Qur'an al-azim.